House of Assembly was infiltrated and hijacked by a group of organized criminals. You see, I'm mad. I'm mad sababu hata mvua kubwa inyeshe kiasi gani, matope hajawahi mekwe kubwa, bado ni mchanga. That is why I'm mad. I'm also sad. I'm also sad sababu hata bei ya sabuni ende chini kiasi gani, sioni hakuna jamaa atakuwa sawa. Kwa sababu hata best yangu Bill amejaribu kufanya everything good, but according to situation yenye si tuko, Bill can't be right, so he need to go. It's okay, we all know that you politician mmesoma, you have grammar. Lakini ndo Israel asafike mahali alikuwa naenda, so aliongozwa na mtu anastama. That is why hadi Mungu kwa hivyo aliprovide maana. So msione ati nyinyi kwa life yetu ni wa maana. Leo asubuhi nimeteremka kwa shop, kumbe kuna vitu zimeshapanda. Kuchapia madhe kama kuna kitu imepanda ndivyo ya mkate. Then go tulipika ugali jana yake, akatuambia just get in the kitchen, chukueni kisu hiyo ugali mkate. Na akatuambia that from today onwards kile itakuwa inekelewa juu ya meza, hata kama si bread, kazi yenu ni consume, kutafuna na kumeza. So kwa hii nchi haufai kuchagua kabila. Kwa hata Gen Z tuliamua moja ni kitu yenye hatuwezi kabila. Kwa sababu uko umesoma ama hujasoma, uko na rangi ya tao ama ile ingine ya Mwafrika, sisi sote kivuli yetu inafanana. So don't tell us that Kenya tulia, Gen Z tulia, become. Because hata nyinyi, this is not what you said you will become. Sa ile mbio serikali inatupeleka mpaka Kalenjin washachoka. Sa hiwezi save hadi zile mashilingi za kichwa. So my guys, hapo take notes. Uchumi ni mbaya. Uchumi ni mbaya, sa hadi ndio Mkenya kule keki kuna vile itakangu. 2022 hata kama sisi si wa Tanzania, wazazi wale wana suluhu. People just had enough of everything. That is where crossing ndo anakuamilia. Kwa niulize aje politician akikupea shilingi 100 yenye wezi afford hata kununua ngamia, kitambo pite kwa ile setup 2027 si watu wengi wataangamia. Imagine sahi kuna politician ako kwake anakula ugali nyama akitumia fork, and at the same time ghetto kuna mtu amelala njaa siku kadhaa, kuna vile tumbo inauma. I'm sure sasa tuliona vile makarao watoto wetu kijiko wakasema hawa angekuwa competition angerudi home na kikombe. Wengine wanapigwa marisasi wanafanywa kichungi just because hatutatolea makarao ya chai. So tunayo power ya kuwachunga. So don't tell us that Wakenya tulia, Gen Z tulia, big up. Because hata nyinyi, this is not what you said you will become. Ile medali ya kazi kwa vijana, mshahara kwa wazee, I think sahi imebadilika. Because hata ukiangalia vijana wanasema hawana hiyo kazi, lakini wanaona wakubwa ndo wakikula mshahara. Si hiyo ni mabadiliko? So na feel ni kama sifai kufeel vile na feel. I feel to feel more better feelings and just come more better fulfilled feelings. So I feel I have a dream. Yeah, I have a dream. I have a dream that one day President William Samoei Ruto atamka State House aite all the youth na waambie kila mtu njooni kaini chini, chukueni anzeni kumai mali ya umma. I have a dream that one day all the 47 governors of this country watamua kufocus na wale street kids wenye wako huko nje hawana makwao, kazi ni kuokota machuma na kifuli, wawapeleke shuleni wageni education na kupata vifunguza, not only ya kufungua hizo vifuli but also ya kufungua maisha yao. You see, I have a dream that one day Gava itamua kufocus na wale vijana wako jobless corner huko nje. Hawana kazi ni kungoja mtu atapita hapo awa job kwa hiyo kona. I have a dream. So mimi sijui kama dream yangu itawahi happen, sijui kama dream yangu itawahi kuwa true, sijui kama dream yangu itawahi fanyika, sababu wale watu wanatuambia tusiibe ndo the same people wenye wanatuibia. Wale watu wanatuambia tusiue ndo the same people wenye wanatuangusha. Wale watu wanatuambia to go against corruption ndo the same people wenye wako mstari wa mbele kutumia mlango wa nyuma. Wale watu wanatuambia
fanya mambo mbaya ndio the same people wenye wanakosi vitu mbaya. Kwa hii system kuna mali waya imetokana na vijana wetu na suppose kuriwaya, walituambia sisi ni viongozi wa kesho. Lakini naona hiyo ikibaki kwa riwaya. You see, I'm so tired. I'm so tired kuna our young girls wanapoa mimba, alafu men instead ya take responsibilities wanatoroka. Hiyo inafanya those ladies wana lose hope na maisha, wanajihang, inaacha mama mzazi bila mtoto na kama tasa. That is why I'm so tired. I'm so tired kusikia politician ikikaribia time ya election, hiyo ndio time wanatafuta kila mbinu na njia ya kukaribia vijana. Hapo ndo wanawapia promises na hope zenye hazijawahi tendeka. That is why I'm so tired. So hii peace ni ya kila jenzi msafi alitokea maandamano na akaface gava akaonyesha hatuogopi kuoga. Hii peace ni ya kila jenzi msafi mwenye alitokea maandamano na akaface gava akaonyesha hatuogopi kuoga. Hiyo ilifanya makarao akaingiza njeve asubuhi wakitoka kwao. Ilibidi wakunywe chai, sababu hiyo nayo si mnajua tungewaonga. So hii peace ni ya kila raia. Hii peace ni ya kila jenzi alipoteza maisha yake, gava ikimwonyesha hata kama you guys are right-handed, you're still wrong, so kwa hiyo itabidi left. So hii peace ni ya kila raia aliteseka. Immediately out of mfupi alikalia kiti akakuwa mrefu kushinda mpaka watu wamesimama. So hii peace. So mimi niko na swali. I have a question. Swali. Kwa hii game tu politician your opponents ni wafupi, ndio maana mnachezea mpaka jira. Swali. Mbona each time vijana tukijaribu kusimama mnatudefine vile tunakaa? Swali. Mbona each time wengine wetu tukitry to make a step wanatumwagia matope just because they are driving cars, alafu wengine instead ya kubariki they are just providing cars? Mbona? You see, that is why vijana raundi tumemwatasimama wima imara. Hatutakubali kuteseka for another 5 years just spending one day kulishwa na politician kufurahisha imara. Alafu ndio baadaye wanapandisha bei ya maziwa after kutufanya mang'ombe tukipiga kura pia imara. Isi Yesu alisema atakuja kama mwizi. But kwa hiyo sentensi mimi sikusikia jina politician. Hii nchi ni yetu. Tajiri kwa maskini, kwa wazee, kwa vijana na hata kwa watoto wachanga, iwe usiku ama mchana. Fanya mwenzako kile ungependa yake fanya. So vijana tusimame pamoja wima. Because kama ni wimbo walishaimba, kama ni kuimba walishaimba, ni sisi wanagoja tusimame pamoja wima. Sababu wanasiasa ni wale, uongozi ni ule, maneno ni yale, starehe ni kule. So if they feel wako na swali, they feel they've got something to ask, usiogope kuambia. So wewe waambie watu wakijifanya wageni wakuja wapate tumepika mchele wali. Waambie hata kikuja na kisu, akili yetu ni sharp, sisi tulishajipanga. Waambie walitupromise change, mbona wamechange hiyo promise? Waambie Jemo aliiba sufuria na kisu, mbona waseme aliiba sufuria akitumia kisu? Waambie si lazima Gen Z tununue gazeti ndo tukue na standards. Kama ni msanii tuko na trio mio ndogo iwezi tushinda. Huku Kenya mtoto mama akipata bahati hata kama ni msanii si anafaa kusaidiana. Waambie siku hizi vijana tunang'ara ni kujikaza kisabuni. Waambie next time hakuna biashara tutafanya na wao. Sisi tulishajanjaruka, sisi si Masai, hakuna biashara tutafanya na wao alafu wanatuvuka. Waambie hata wakitupia kalamu moja we promise next time atuwa book. Waambie kama ni gunia tutauza, borake tupate. Waambie hata kama ni candles tutauza, borake tupate wax. Waambie usiogope kuambia. Waambie si lazima kijana afanye kazi kwa gym ama kwa kisiagi yapate yake ya unga. So wewe waambie hata tukakunywa strong tea, wakunywa chai ya maziwa, bado wataongea kimalamala. You see, it is about time we stand on our feet.
In this ground, look where yourself can fit. Huku mtaani ukijaribu kupumua unapelekwa under 6 deep feet au kama satafuta madaktari alafu ni vibaya ndio wanatutreat. Waambie wanatuongelesha kilami wakituambia maendeleo iko njiani na bado vitu mtaani hazijawahi kuwa barabara. So wewe waambie, usiogope kuambia, simama wima, waambie. Kile tunafanya ni hii kalamu ishe wino. That is all we know. Waambie.